Asante Bwana Nuru. Sauti. Asante. Bwana Nuru, mwana Nuru. Abanga bosi bajano. Asante. Tangazo sana nyangezo, lakini leo nitaongea lugha zote nikichanganya. Kwanza nimeona mtu mmoja hapa ambaye ninapenda sana, huyo Lawi kuja tu uwevu kidogo, maana wewe ni mwanaume. Wewe ndiye mkalanjini ya kwanza kuambia Ruto wanyamaze. Wewe ndiye mkalanjini wa kwanza kuambia Ruto ukweli. Wewe ndiye mkalanjini wa kwanza kusema ya kwamba si wakalanjini wote wako na furaha. Wewe ndiye mkalanjini wa kwanza kuambia Kenya mzima ya kwamba msije mkafikiria kwamba sisi tumechukua madaraka mara mbili. Wengi wako na shida. Hebu salamia watu na unipatie neema zako. Maana nimekutambua kama mwanaume kamili. Bas, ajaboni. Mimi naitwa Lawi Kuri. Tumesikia tulikuwa nimeongea lakini wacha nirudie kidogo. Sisi kama Wakalenjin kuna vile tulikuwa tumewekwa. Lakini saa hii tunaanza kufufuka. Tumeacha kuacha hiyo maneno. Tuliwekwa kwa muungano ambayo muungano hatumiki kwa maana pengine. Ni muungano tu ya kuchunga mapwenyenye. Unaweza pata mkada anapigana na bunduki, Mtugen na Pokot. Hiyo muungano haitumiki, inatumika tu saa ile mapwenyenye anataka nafasi ya kazi. Na hiyo imefika mwisho. Nilikuwa nimesema tena Wajackoyah hapa. Nilikuja hapa Munya. Nikapata mtu mwingine anaongea ni kama ana support Ruto. Nikaita yeye, nikaambia wewe una support Ruto. Kwa nini? Akasema. Nikaambia na hii Waluya akutishia atakuwa. Akaniambia sijawahi tishwa, mimi naongea tu ananiambia unaangalia mahali pengine. Nikamwambia na mimi natishwa huko, mbona mimi natishwa huko? Akaniambia huko ni hiyo sasa ni ya kweli. Kwa hapa freedom iko. Sasa mimi nataka niambie Wakalenjin wenzangu. Hii muungano ni muungano ya kuchunga mapwenyenye. Juzi ule msamaha nisungua Kericho na Pome akisema hapa ni nyumbani. Akaambia watoto wetu nikipata hii kitu tu nitapata nafasi ya kazi. Nitaondoa mashine ya kuchuna chai. Alafu mnyinyi mtaingia kufanya kazi. Lakini baada ya kuchukua akakaa sana mpaka watoto akaenda parapara kufanya maandamano. Baada ya kutumia ile ujuzi ya kuungana, ile anaunganisha sisi kukuja kuangalia watoto wetu, akatuma mapolisi, akapiga watoto wetu. Saa hii vile mimi naongea hapa saa hii kuna watoto ameuawa na hizo serikali ya William Samoei Arap Ruto. Huko mahali naitwa Kapsaus. Wao watoto wako kwa kaburi. Hii serikali ni yetu ama ni serikali ya wao jamaa tu sawa. Ya kutafuta pesa kuweka kwa mfuko. Alituambia anasaidia mtu wa chini. Akasema atasaidia mama mboga. Baada hapo akaruka sisi. Nikaanza kulalamika, nikasema hii ni si kama alitutanganya. Mimi naambiwa ati wewe ni Mkalenjin. Tuchunge Mkale mwenzetu. Sasa nilikuwa nauliza Kikale ni nini? Kikale ni nini kweli? Ndio nakukolea hichi. Si hiyo ni nini kweli? Sasa hii ni Waluya. Sasa Waluya unakorogana unaweza kupiga naye kwa chakula. Hiyo ni sisi ya ushenzi ambayo sisi watu wetu hapo naye paka sasa. Wengine wanasema ati fanya hata kama inanuka ni ya mwenyewe. Sasa ati kama ananuka ni ya mwenyewe. Paka ikinuka tunatoa nje. Tunaenda kutuba. Unamulia ati ni ya wenyewe ati kama kitu hapa inanuka asinipito ya hakuna kitu nyemeisha. Sasa ninastahili itolewe. Nimesema hivi, hii serikali iko sahihi. Sio lazima hata imalize 5 years. Sisi ndio tuliweka na tunatoa. Na sio lazima atifike tu 5 years. Naomba Wakenya wote tuungane pamoja na tuwe sauti moja. Tuambie sisi ndio tumefinywa. Tunaumia. Tukinyamaza
tunawapea wengine wakora akuje na tena na ukora akijua nyinyi mnanyamaza. Asante sana bwana mheshimiwa. Huyu ni Mkenya halisi, huyu ni Mkenya patriotic, na huyu Mkenya mkiwa mna shamba ya kumpatia huku Kakamega, huku Mumias, mumpatie mahali ajenge nyumba. Maana kule anaenda, najua anaenda kwa adhamiwa. Na tukisikia kwamba ameuawa, tukisikia kwamba nani ameuawa, mtajua nani ameua yeye. Si ndio hiyo? Asante sana. La pili, kabla sijaendelea, ikiwa kutakuwa na mbunge yoyote, ikiwa kutakuwa na mbunge yoyote kutoka Mumias, iwe Matungu, iwe Mumias West, iwe Mumias East, ambaye atatengeneza majambazi ya kwenda kupiga Nuru Okanga, mnajua ni nani? Mtajua ni nani? Kweli rongo? Kuna mbunge ambaye nimesikia ameanza kukimbiza Nuru, na wale wakatili wa Mumias, wale wabwenyenye wa Mumias, ile mikora ya Mumias, sisi pia ni wakora. Wajaribu, jaribuni kushika Okanga, ndio mtajua Okanga ako na nyuki zake. Wakati huu nitasema hivi, polisi wawe macho, manake life ya Okanga iko hatarini. Mumbuli ya kuzishi mumbuli ile. Okanga ako na huru ya kuongea, ataongea kule anataka, aongee mchana, aongee usiku, msishike na hii mikora. Na wale wabunge ambao walipiga kura yes, wale wabunge ambao wamepiga kura yes, kuanzia leo mkiwaona wakiwa kutoka Western, kimbiza hao, fukuza, isitimua kabisa. Mnasikia mamsikii akija kwa matanga, fukuza yeye, semeni fukuza yeye. Akipatia pesa, tupia yeye. Akiletea mbafu, tukana yeye. Maana hao sio adui kamili. Watu wanakufa njaa hapa, watu wanakufa njaa, hawakufi. Hao wanaenda kupewa pesa nyingine shilingi 8 hivi. Tunakuja hapa tumefura tumbo, tunakuja hapa na gari nyingine sijui nini. Wewe kupewa wenga mao, umesikia mjasikia? Esembo lango murono, embo lango muanga, embo lango kama mtu wa Matungu, erulange Matungu, Okanga range Matungu, Kakamega mlano kwa hema usasa banga. Kwa hema usasa banga Kakamega. Wakati Salasi alikuwa anajenga hii nyumba, mimi niliitisha Okanga, nikamwambia hata na mimi nitaongea na gavana Baraza. Nikamwambia gavana Baraza, usione kule juu, huyu ni wetu. Hata kama lala huko anapigwa na jinga wengine ambao nitataja saa hii, huyu ni wetu. Tumepeana simiti ya kujenga hapa, Baraza pia amepeana kitu kidogo hapa, na mtoto wetu Salasia, semeni Salasia hoye! Salasia na niendelee tena, niendelee nisiendelee. Mheshimiwa Eugene angekuwa hapa, lakini amekosa ndege. Kama ningelikuwa tajiri na kamwele jioni yake Israel, amemwambia Salasia kama hako njiani, na amwambia Salasia hii mambo ya kuwa late, mambo kwa kutelewanga, awache. Angekuwa ameingia hapa zamani, akiingia hapa mwambie olitire mchano yonkulu ndahole olikolu ahole mnoti akutushika na hao titaka hali no batao. Hapa sio mahali ya kuchezea, hapa sio mahali ya kuchezea. Opanya hapo njiani, maana alikuwa na mazishi mawili leo. Kama atafika mapema, atafika mapema. Na ile grupu yangu ya marafiki kutoka Homa Bay, asanteni sana kukuja hapa. Na kabla sijaendelea na yale mambo ambayo niko nayo, nimepigia Baraza simu asubuhi, nikamwambia ninaenda kwa Okanga. Huko wapi? Akasema imeitwa Catholic kule Kakamega na mahali nyingine. Akaniambia Tobore Okanga, I'm very sorry, ningekuangu, lakini hapa ametoa shilingi 50,000 ya kumletea bwana Okanga. Nataka hesabu uende na 50 ya kamili. Wewe ni gavana omkolwe tawe idia wanga tawe obwami khonubobrie obwami bwinu batawe chibile shenyu tawe eshenyu kata chibunyanga chile shenyu obwami chibulika Kakamega South wena mubunya bwenano. Mmesikia mjasikia?
Siko hapa kwa kufanya campaign, but I'm here to tell His Excellency the Governor to do the right thing. Hii mwaka ndio Governor ameingia. Governor hakukuwa na budget. Ile budget anatumia saa hizi ni ile ilikuwa mheshimiwa Oparanya. Kuanzia mwaka ujao ndio mheshimiwa Governor atakuwa na budget yake. Nenda mbole hapo chacheni matungu. Okasise matungu, omwandano, ruhamala, rumba kifukuni, ruhamala, rukatipe kati hivi. Na tunakupatia miaka 2 ya kuona kama hiyo imefanyika. Kama haitafanyika urudulu. Lakini kwanza nataka kuhakikisha iko sawa. Asante sana. Hebu mwambie ni ngapi? 50,000. Asante sana. Mheshimiwa Raila Odinga hapo ng'ambo anakuja. Na unajua mimi ni mdogo, Oparanya ni mkubwa wangu. Maana Oparanya amekuwa governor, Oparanya ni mlio wefu, Oparanya mlanga Kakamega, Oparanya alifanya kazi mzuri kwa hiyo miaka 10, lazima tumheshimu, si ndio? Na kama yale mambo yuko yake ya kuongea, mimi ni nani niongee mambo ya Raila? Mwenye ataongea mambo ya Raila ni mheshimiwa Wycliffe Oparanya kama ataingia. Na kama ataingia saa hii, tasema tu mheshimiwa Raila alikuwa akuwe hapa, lakini aliitwa Poland. Maana yake tunangojea mambo yetu ya maandamano. Hiyo mambo ni makubwa. Kuanzia Tuesday sisi iko huko Nairobi. Na mimi nimesema hivi, kuna mtu mwingine ambaye alifikiria ama anafikiria alizaliwa kuja kutusi wa Kenya. Kuna huyo mtu ambaye anasema hii Kenya ni nyanya yake. Kuna huyo mtu ambaye anasema upande mmoja wa Kenya watu wengine hawezi kuingia. Huyu mtu anaitwa Gachagua. Juzi alianza tu kusema ati Wajackoyah asije Mount Kenya. Ati Wajackoyah anatuaibisha. Mkiniangalia na huyo Gachagua, nani amesoma? Gachagua is semi-illiterate. Ukiona watu kama sisi ambao tumesoma, ukilete Gachagua karibu na sisi, masomo yake ni kidogo sana. Sisi wale ambao tumesoma sana tunasema this man is semi-illiterate. Kwa maana tukiwa na constitution inaruhusu kila mtu kwenda kila mahali Kenya. Wewe ukiwa deputy president, unakuja kuambia watu ati huyo muda asikuje kwetu. Mount Kenya ni nyanyako. Na mimi nasema hivi, kitu chochote kitokezea kwangu, Bwana Lawi, kitu yoyote kitokezea kwangu, mimi siogopi kufa. Lakini mkisikia hata panya ameniuma, mnajua ni kina nani. Maana huwezi kutoka huko kuanze kuambia watu wengine ati huyo mtu asiletu. Mimi ni lawyer wa Sudi. Mimi ni lawyer Sabina Chege. Mimi ni lawyer wa Sangok. Mimi ni lawyer wa maloya. Mimi ni profesa ya maloya. Alafu nakuta mtu anatoka huko ati huyo mtu is an embarrassment. Echabanga mlanga nyanakuwa baraso mtu kweli. Mimi sikusomea shule zingine. Mimi naweza kuweka zile university nimesomea mpaka mkachoka. Nimesoma university nyingi sana kule Britain, University of London, kule Kibaki ilikuwa London School of Economics. Nimesomea University of Wolverhampton, kule ambao Jacob Goona alikuwa. Nimesomea University of Warwick, nimesomea University of York, nimekuwa lawyer London, na nimekuwa lawyer hata wa Tanzania. Kule Amerika pia nimesomea University of Baltimore, na nikahitimu huko. Alafu nakuta mtu ambaye hajaenda shule anasema huyu mtu mkileta hapa is an embarrassment. Yet mimi ndio na represent watu wa Mugiki. Mimi ndio na represent Maina agenda. Mimi ndio na represent hawa Kikuyu wengi. Alafu nakuta hii mtu hii. Na huyu mtu Ruto achunge. Lawi. Ruto achunge hiyo, Wakalenjin wachunge hiyo mtu. Huyo mtu anataka kuchukua hii serikali ya Ruto. Ndio kwa maana ameanza sasa kuchukua ile chama ya Jubilee. Anafungana huku achukue, na Ruto sio mjinga. Ingawa tunapigana na Ruto, mimi najua Ruto is a very wise man. Ruto hawezi kubali mtu kusonga hivi. Na hajua anadanganywa. Yeye sasa ameanza kuwa askari ya chief, kwenda kuchukua changana na kumwaga. Na watu wengi kama sisi tumetoka kwa hiyo changana. Kweli rongo.
Abantu bangi barila mchanga. Hii changa Uganda Museveni pia alionja akasema hapana, hii lazima iuzwe. Ndio kaifanya ikawa Uganda wala. Watu wengi Uganda wamesoma. Hata ikija mambo ya bangi, watu wanakutanga bangi. Si iliundwa na Mungu. Kweli rongo. Si bangi iliundwa na Mungu. Taenda ulize Mungu kwa nini aliunda bangi. Ukienda nje ya Canada, wewe wacha kelele zako hizo. Ukienda hiyo nje ya Canada, Canada saizi uchumi wa Canada 75% ni bangi. Ile kutengeneza fiber. Hata zile ndege mkiingia saizi ziko na fiber. Yale magari watu wanaendesha saizi ziko na fiber. Ile masaa tumevaa saizi iko fiber. Alafu unasema ndio mtu ya bangi. Bangi ni yako. Bangi bangi. Mimi kama ningelikuwa rais wa nchi hii, hii miwa yote ningekata nikatupa mbali sana. Ile mnyasi nyiklia ningeweka hapo. Ningeweka shamba ya bangi hapo. Gunia moja ya bangi ama 50 kg ya bangi ni 3.8 million US dollars. Mnasikia msikini? Uganda wamelegalize. Zimbabwe wamelegalize. South Africa wamelegalize. Canada wamelegalize. America zingine zimelegalize. Netherlands wamelegalize. Kwani mzungu ni mjinga kulegalize bangi? Na hiyo bangi ndio inakuwa kansa. Ukiwa na kansa sahihi unapelekwa India. Hata ukiwa na AIDS wanasema ni kansa, unapelekwa India. Ukifika India unadungwa shindano ya matako, hiyo yote ni bangi. Hiyo ni dawa ya bangi. Hata mtu akifungua kioski kule India, unakuta Wakenya wanatolewa hapa kwenda huko. Ukienda South Africa, kuna bangi ambayo inauzwa kutibu watu. Ikiwa kuvuta wenyewe wamevuta bangi ya kutosha. Sisemi mambo mengine ndio ati huyu ataenda hapa. Siku hizi hata nikienda shule kuongea na wanafunzi naambiwa malimacha anaandikiwa barua tu, muda sikuja hapa. Hii serikali ni ya nani jamani? Wanakuchunga mpaka anakuchunga huko ndani. Wenye kumanya hata wengine wanavaa underwear iko made out of fiber imetoka kwa bangi. Endeni msome mjerebuke. Endeni msome mjerebuke. Nani amesema niko na degree 6? Sio 6, ni 14. Na hata hii degree zote hazinisaidii. Maana unasoma unafika huko kurudi unakuta wajinga tu atuameenda university. Anaongea kizungu mingi. Kuwa kama Nuru Okanga. Kuna vinyangalika vingine vimeanza kutatiza Nuru kule Nairobi. Na mimi nataka kuweka hao vijana kwa notice. Nuru na wewe. Iko Oparanya amekubali Nuru. Weka tiki. Oparanya? Sema vizuri. Oparanya? Raila Amolo Odinga? Yuki Wamalwa? Peter Salasia? Martha Karua? Niendelee? Wenye ameweka tiki kwa Nuru. Kalonzo Musyoka? Na wewe ni nini kwenda kusumbua? Wewe ni nani kwenda kusumbua Nuru Okanga? Wewe ni weshi, ontishi yenu. Nuru sio mtu wa kupigana naye. Nuru mahali amefika, yale ambaye anasema ulimwengu mzima inamsikiza. Na mahali ameanza hivi karibuni itakuwa ngumu sana kufikia yule kijana. Mimi nimesikia mambo ya shamba hapa. Hadi kuna wengine mwenyenye hii shamba ni yenu. Wewe kuja nikupeleka Kakamega kwa Registry of Lands, tuone vile succession ilifanywa. Na hiyo succession kama ilifanywa kiwelela, watajua sisi ni nani na sheria. Wewe utakuwa hapa, utazikwa hapa, utaendelea kuwa hapa na utaendelea mpaka siku ile itakuwa rais, tupande bangi na kuja kupanda bangi hapa. Wale watu kutembea na rudo kutoka Kakamega na Mumias, wacha niwaambie. Kwendeni mkule hiyo, kuna tumbunge. Kwa maana ndage shida na mama ni shida bahana. Tulagaena. Shida bahana tulagaena. Mpamba. Akaenda kwa mama imondo kaja bahana. Mjijajie wewe wenyewe. Mimi nitamalizia nikisema hivi. Ikiwa wewe unajifanya huko na wahuni, unakuwa MP, unakuwa MCA, unakuwa waziri, unakuwa rais, hatuko na wahuni wa kusumbua watu na kupiga watu, wale maguns.
wale magunzi, wale walikuwa wanachinja watu Mumias, 42 brothers, wale walikuwa wanachinja askari Mumias, wale walikuwa wanachinja watu kutoka Butere. Saa hii wewe jaribu. Tuko na macho huku nyuma na tuko na macho mbele. Na Mheshimiwa Okanga usiweke hata geti, wacha wakuje. Na utembee, sijana walikufukuza. Hebu kuja kwanza waambie watu vile ulifanywa hapa. Nimekasirika. Hapa bora kama yeye akikufa leo ni nani amefanya hayo? Hebu waambie hao watu. Wananchi wewe. Asante sana Mheshimiwa Wajackoyah kunikumbusha. Mimi jana nilikuwa Ijinja na wananchi wa bodaboda wakakataa, lazima niwaongeleshe. Na mimi kama kiongozi nikasema lazima niwaadress. Nikasimama nikawaongelesha dakika 6. Na nilipowaongelesha dakika 6 nikawaambia mlichagua ndugu yetu hapa Peter na Bulindo aende atuwakilishe apunguze budget. Na Bulindo alienda kwa bunge akapiga kura yes. Ati sukari back to 500. Mahindi back to 200. Wewe utaseka tu na kule mzuri. Vijana wako wakakuwa hapo na furugu, mimi nywele ikasimama kwa kichwa kidogo, nikasenzi danger, nikachomoa pikipiki. Nikakuja na pikipiki mbio, nikaingia hapo Rwanda kwa Matui. Gari la Bulindo ilitoka after 3 minutes. Gari ilitoka Ijinja, kama inafukuza wezi. Alikuja mpaka kwa junction hapo bodaboda. Akauliza mtu hapo, Okanga amepita hapa? Okanga hajapita. Akapatiana pesa, akarudisha gari hiyo. Wewe mimi nataka niambie watu wa Horera wote. Mimi lazima niambie na Bulindo ukweli, afanye kazi ya wananchi. Hawezi tukalia kwa sababu ako na goods. Hata sisi tuko na goods. Na sisi ndio tulimchagua. Asanteni sana. Mmesikia? Asanteni sana, sitaendelea sana. Nitawaambia tu asanteni. Raila ako na wiki jana. Hata sasa saa hizi kwa watu wote ambao wanaweza kaa Raila karibu, kwa wanga wote na walio wote, wachana na sisi tumekomaa. Huyo ako na direct na Raila akiwa president, mnaelewa tu. Asanteni sana bantu banje. Mnakoneka wewe Mulindo bwami. Mulindo bwami ndio Mulindo bwami. Asante sana.